Karibu mpendwa msikilizaji kwenye hii simulizi nzuri na tamu ambayo inakwenda kwa jina Mhudumu, ikiwa ni sehemu ya 12. Msikilizaji, kabla hatujasonga mbele, turudi nyuma kidogo pale ambapo tulishia pale ambapo Dismas alizungumza kwa ushindi huku akimsogelea Sandra, ambaye alikuwa akijaribu hata kujitetea au kuongea, lakini kila kiungo chake kilikuwa dhaifu sana. Dismas alimfikia Sandra, akamuinua juu, kisha alimfikisha kitandani na kumtupia. Taratibu alianza kutoa nguo zake ili kumaliza kazi ambayo alikuwa ameianza, kazi ambayo kwa takriban miaka 2 alikuwa akisubiri kuimaliza, na hatimaye leo ilikuwa inakwenda kutimia. Naam, nini kitaendelea? Nini kitajiri? Basi ungana nami katika sehemu hii ya 12 ili uweze kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Na mimi ambaye nakusimulia simulizi hii naitwa Igo, na hii ni Mwinula TV. Karibu. Sandra maskini alikuwa amejilaza tu, machozi yakishuka mashavuni mwake. Hakuwa na uwezo wa kufanya chochote kujitetea, maana dawa ambayo alikuwa amekunywa ilikuwa imelegeza kila kiungo cha mwili wake. Dismas alimaliza kutoa nguo zake, akibaki na nguo ya ndani pekee. Taratibu alimsogelea Sandra na kuanza kupitisha kidole chake usoni, akimpapasa taratibu kushuka chini mpaka alipofika katikati ya kifua chake na kuweka kituo hapo. Alishika kifungo cha juu cha shati la Sandra na kukifungua. Hii ilifanya kifua cha Sandra kiwe wazi kidogo na kupelekea hata maziwa yake yaliyosimama vyema kuonekana kiasi. Oh, Mungu wangu, sikujua kama una kifua kizuri kiasi hiki, cheupe, halafu pia kama cha mtoto wa miaka 19. Hii ni bahati kiasi gani nimeipata usiku wa leo. Dismas aliongea kwa kejeli huku akiendelea kufungua vifungo vya uniform ya Sandra mpaka alipomaliza vyote na kumwacha kifua wazi. Sandra alikuwa ni mtu wa kulia tu. Akili ilimwambia ajitetee, hata kumsukuma Dismas na kukimbia, lakini mwili ulikuwa unakataa. Baada ya Dismas kumaliza hatua ya kwanza ya kufungua shati la Sandra na kumwacha kifua wazi, sasa alihamia katika suruali. Lakini kabla hajafanya chochote, ghafla mlango wa chumba ulianza kugongwa taratibu kutokea nje. Dismas alitoka juu ya Sandra na kusimama wima, akiwa ni mwenye hasira sana, maana alikuwa amekatishwa katika jambo lake. Hey, nani wewe? Dismas alihoji kwa hasira huku akichukua shati lake na kuvaa. Lakini licha ya kuuliza, kitu cha kushangaza, ukimya ulikuwa umetawala. Hofu ilianza kumjaa. Alijaribu kufikiria huenda ni mhudumu alikuwa amekuja kuleta huduma, lakini akili iligoma kuamini, maana hakuwa ameagiza chochote. Na hata kama alikuwa ni mhudumu, basi ni lazima angejibu baada ya kuulizwa. Dismas ilibidi asogee mezani na kuchukua chupa ya wine kwa ajili ya kujilinda nayo. Taratibu alianza kusogea kuelekea mlangoni ili kufahamu ni nani ambaye alifika hapo. Aliufikia mlango na kushika kitasa. Alishusha pumzi taratibu, kisha akafungua kidogo na kuchungulia, ambapo alishusha pumzi ya hofu baada ya kuona ni mhudumu ambaye alikuwa amefika. Alimuuliza alikuwa amefuata nini, maana hakuwa akihitaji huduma yoyote kwa muda huo. Samahani Mr. Dismas, kulikuwa na tatizo kidogo la kiufundi katika upande wa chooni, kwa hiyo nimekuja ili kuangalia tatizo na kuripoti kwa meneja, mhudumu alieleza. Lakini Dismas hakutaka kumruhusu aingie, maana ndani alikuwa akifanya unyama kwa Sandra. Hapana dada yangu, kwa sasa nimepumzika, sihitaji usumbufu wowote, labda kesho mapema uje kutizama, ila muda huu naomba uende zako. Oh, basi sawa bosi, nikutakia usiku mwema. Mhudumu taratibu aliaga na kuanza kuondoka zake. Lakini wakati Dismas anataka kufunga mlango ili kurudi ndani, ghafla
alishangaa mlango umezuiliwa. Hakuweza kuona ni nani ambaye amezuia, ila aliona tu mkono. Ilibidi atoe sura yake nje kutizama, ila hakuwa na bahati. Alirudishwa ndani na ngumi nzito ambayo ilimsukuma mpaka sakafuni. Alijaribu kujiinua haraka ili kukabiliana na mtu ambaye alifika hapo, lakini ilikuwa ngumu, maana alipigwa teke takatifu la uso. Kisha mguu wa kiume ulikanyaga kifua chake. Hakuwa mwingine ila alikuwa ni Jonathan, ndiye ambaye alikuwa amefika hapo kutoa msaada. Dismas alishindwa kuelewa mwanaume huyu ni nani na alikuwa amejuaje kama alikuwa anafanya unyama chumbani kwake. Lakini kitu ambacho alikuwa hajui ni kwamba chumba chake kilikuwa kimetegwa kamera, na ndio sababu ya kutambulika ujinga alikuwa anataka kufanya. Chukua huyo, ni mkute katika kambi yangu. Amri ilitolewa na walinzi wawili wa Mr. J waliingia haraka kumchukua Dismas, kisha waliondoka naye. Mr. J alisogea mpaka kitandani ambapo alimwona Sandra akiwa hoi akilia. Alimfunga vifungo vya shati lake, kisha akambeba na moja kwa moja alimfikisha chumbani kwake ambapo alimlaza kitandani. Ilibidi ampatie glasi ya maziwa kwa ajili ya kukata nguvu ya sumu. Baada ya Sandra kunywa, alijikuta akipatwa na usingizi mzito papo hapo. Sandra, hebu amka bwana, kumekucha. Naam. Sauti iliyokuwa ikisikika kwa mbali ndani ya masikio ya Sandra ilimfanya afumbue macho taratibu, ambapo alikaribishwa na mwanga wa jua uliokuwa ukipiga usoni mwake kutoka dirishani. Mbele yake alikuwa amesimama rafiki yake Sada, ambaye ndiye alikuwa akimuita kumwamsha. Ndipo kumbukumbu ya Sandra ilirudi haraka na kukumbuka alikuwa chumbani kwa Mr. J. Haraka aliinuka huku mikono yake ikiwa kifuani mwake. Nguo alizokuwa amevaa jana zilikuwa zimetolewa na kuvishwa nguo nyingine. Mungu wangu, ameniona yule. Sandra macho alimtoka, maana alijua kama nguo alibadilishwa, basi Mr. J atakuwa ameona kila kitu mwilini mwake. Kaona nini? Sada alimuuliza Sandra kwa mshangao, maana alihisi rafiki yake kama alikuwa amerukwa na akili kichwani. Hizi nguo? Oh, kumbe kuhusu kubadilishwa nguo. Nguo hizo nimekubadilisha mimi. Jana usiku Mr. J aliniita nije kukubadilisha, na pia aliniambia kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Aliniambia kila kitu ambacho kilikuwa kimekutokea. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, kila kitu kipo sawa, na hakuna yeyote ambaye anajua zaidi ya sisi tu watatu. Sada alimtoa hofu Sandra, ambaye muda huo machozi yalianza kumshuka, hasa alipokuwa akikumbuka tukio zima la jana na jinsi ambavyo alivyokuwa akimwamini sana Dismas, kumbe ni mshenzi. Hebu acha kulia kama mtoto. Kikubwa hujafanya chochote. Naomba ujiandae tuelekea katika majukumu ya kazi, maana meneja Damas atafika muda si punde. Sada alimuinua Sandra huku akimtia moyo, lakini ukweli Sandra alijihisi fedheha kubwa sana. Hata alipokuwa katika majukumu yake ya kazi, alihisi kama kila mtu alikuwa amemuona wakati akifanywa ukatili. Naam. Huku upande wa Dismas alikuwa amefungwa kwenye chumba chenye giza kinene. Joto lilikuwa kali sana na harufu mbaya ya mizoga ilikuwa imeshamiri katika kuta za chumba hicho. Muda si punde taa ziliwashwa na mlango ulifunguliwa, ambapo aliingia binti mmoja mrembo sana aliyevalia mavazi meusi. Alikuwa anaitwa Agi, mmoja wa vijana waaminifu sana wa Mr. J. Hello, Mr. Love. Mbona umechoka mapema sana? Yaani kukupiga tu kidogo tayari umelegea. Haya basi, mimi nimekuja hapa kukutoa. Upo huru kwa sasa. Agi alikuwa ni binti mwenye madharau na mkatili sana. Alikuwa amempiga Dismas mpaka kumvunja mguu, lakini alikuwa anasema eti kampige kidogo. Basi waliingia vijana kadhaa na kumchukua Dismas, kisha waliondoka naye. Naam.
Zilipita wiki 2 tangu kutokea tukio la Sandra kunusurika kuingiliwa kimwili na Dismas. Maisha mengine yaliendelea kama kawaida. Siku moja majira ya jioni, nyumbani kwa wazazi wa Mr. J kulikuwa na ugeni mkubwa. Kulikuwa na ugeni mkubwa sana. Ulikuwa ni ugeni wa mbunge wa jimbo hilo, akiwa sambamba na binti yake ambaye alikuwa akiitwa Shami. Shami alikuwa ni mrembo sihaba, mwenye ngozi ya chocolate, na ndiye mwanamke ambaye alikuwa ameandaliwa Mr. J kwa ajili ya kumuoa. Na huyu ndiye sababu iliyopelekea wazazi wa Mr. J kumuoa Amanda. Kama ambavyo wao wanafikiri, ili binti huyo aweze kuelewa na Mr. J. Karibuni sana jamani. Mjisikie mpo nyumbani, na hapa ndio nyumbani kwangu. Baba Jonathan, ambaye alifahamika kama Mzee Tebo, alimkaribisha mzee mwenzake, Mzee Sesa, ambaye alikuwa na tabasamu kubwa usoni mwake. Asante sana Mzee Tebo, tumekaribia. Hakika una nyumba kubwa sana. Yes, hata mimi nikiitazama naona kweli naishi kwenye nyumba ya kueleweka. Lakini tukiachana na hayo, nafikiri huyo ndiye Shami, yule binti ambaye mara ya mwisho nilikacha kakiwa kadogo sana. Mzee Tebo aliongea kwa utani huku akimtizama Shami, ambaye alikuwa ni mwenye aibu kubwa usoni mwake. Yes, ni yeye, mko wako mtarajiwa. Lakini naona kwanza, kabla hatujaongelea kuhusu binti yangu, naomba tupate faraka kwa ajili ya kujadili lile jambo ambalo tulikuwa tumeongea jana kwenye simu. Mzee Sesa ilibidi aombe muda wa kuongea na Mzee Tebo kando. Lengo kubwa sana la wazee hao kutaka vijana wao waoane. Kwanza kwa upande wa baba yake Mr. J, alikuwa ni ambaye ni Mzee Tebo, anataka kujiingiza katika siasa na ikiwezekana aweze kuongoza nchi hiyo. Sasa ili kuingia katika siasa ni lazima atumie mgongo wa Mzee Sesa. Lakini pia kwa upande wa Mzee Sesa, nje ya kazi ya ubunge, alikuwa ni mtu ambaye anafanya biashara haramu za kuuza madawa ya kulevya na mabinti. Sasa kama mtoto wake ataolewa na Mr. J ambaye ni mafia mkubwa na anafanya biashara haramu, basi atatumia nafasi hiyo ya kuwa mkwe ili kusafirisha biashara zake kwa urahisi. Maana Mr. J alikuwa akijuana na watu wazito. Muda huo Mr. J naye alikuwa akiwasili. Hakuwa akifahamu kama nyumbani kwao kulikuwa na ugeni mkubwa, ila alishangaa kuona magari mengi sana na ulinzi ukiwa umeongezeka, kana kwamba alikuwa amewasili rais wa nchi au waziri mkuu. Alishuka na taratibu alijongea kuingia ndani. Macho yake yalitoka kwa binti mrembo ambaye alikuwa ameketi kwenye sofa akichezea simu. Mr. J hakuwa kimfahamu, kwani ndiye mara yake ya kwanza kumuona. Alimsalimia na kuketi kwenye sofa la mbele yake, wakawa wanatizamana. Mr. J alikuwa akijiuliza mwanamke huyo ni nani na kwa nini yupo hapo, lakini Shami alikuwa akimtizama Mr. J kwa kuvutiwa naye, maana alikuwa ni mwanaume mtanashati sio kidogo. Hello, wewe ndiye Jonathan? Shami alivunja ukimya na kumsemesha Mr. J ambaye alikuwa hana mpango wowote naye. Alikuwa bize kutizama kioo cha simu yake huku akitabasamu. Shami alikuwa zika sana, maana hakuwa akipenda dharau kabisa, lakini hakuwa na jinsi, maana alitokea kuvutiwa sana na huyu mwanaume. Okay, huenda labda hutaki kusemeshwa, lakini mimi naitwa Shami, mtoto wa mbunge Sesa. Shami alijimaliza, lakini ghafla simu ya Mr. J ilianza kuita na juu ya kioo jina lilisomeka Agi. Alikuwa ni yule dada ambaye ni kijana wake aliyemtesa sana Dismas mpaka kumvunja mguu. Yes Agi, niambie, kuna taarifa gani? Mbona ghafla sana? Mr. J alihoji huku akiwa na wasiwasi, maana sio kawaida Agi kumpigia simu, na endapo akipiga basi kuna habari mbaya.
kuna habari mbaya sana au kuna jambo la kutisha linakwenda kutokea. Bosi, kama inawezekana, naomba wahi haraka sana katika ile hoteli. Kuna watu wabaya ambao wametumwa kumteka yule mwanamke. Agizo hili limetekelezwa na yule mwanaume ambaye tulikuwa tumemwachia, maana nilimwekea chipu kwenye shingo yake ili kumfuatilia. Sasa fanya haraka sana. Kwani wewe uko wapi? Nipo nje ya mji. Sasa mpaka kufika kwenye hoteli huenda nikachelewa. Naomba ufanye haraka uende kwa usalama wa yule mwanamke, Agi alisisitiza. Na mwisho Mr. J aliinuka bila kuaga na kutoka nje haraka, kiasi cha kumfanya Shami kumshangaa na kujiuliza mwanaume huyu alikuwa amepatwa na nini. Naam, Sandra kwa upande wake alikuwa hana hili wala lile. Alikuwa busy kufanya shughuli zake za hoteli, huku akiwa mwingi wa tabasamu bila kujua kwamba kuna balaa lilikuwa njiani kufika. Lakini akiwa ofisini kwake, baada ya kuweka mambo sawa na kutoa ratiba kwa wafanyakazi aliyokuwa akiwasimamia, alipigiwa simu na aliweza kufahamu namba hiyo, maana ilikuwa ni namba ya Dismas, mwanaume mshenzi aliyetaka kumwingilia kimwili bila ruhusa yake. Hapo mwanzo alisita kupokea, maana alikuwa na hasira sana, ila baadaye alipokea na kumsikiliza. Alikuwa anataka kuongea ujinga gani? Oh, jamani mpenzi, mbona upokee simu zangu kwa wakati? Lakini acha tu nikwambie kwamba muda si punde tutaonana. Halafu nimekumisi sana. Dismas alimaliza na kukata simu, akiwa na imani kubwa vijana wake wangefanya kazi pasavyo. Lakini kwa upande wa Sandra alikuwa haelewi Dismas alikuwa akimaanisha nini mpaka kusema maneno hayo. Wakati anaendelea kujitafakari, aliingia Sada akiwa ni mwenye furaha usoni mwake, mkononi mwake akiwa ameshika bahasha. Sandra, barua yako imefika kutoka kwa Nisha. Amesema amekumisi sana dada yake, maana shule uliompeleka ya kulala huko inamfanya anakumisi sana. Kwanza tuachane na Nisha. Unajua kwamba Dismas ametoka kunipigia simu sasa hivi? Alikuwa na shida gani? Sada ilibidi yake makini kusikiliza na kutupilia mbali habari za Nisha. Amesema kwamba Sandra, kabla hajamaliza kuongea, walisikia milio ya risasi kutoka nje, na baada ya sekunde kadhaa mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Aliingia Mr. J akiwa ni mwenye wasiwasi mkubwa sana. Alimsogelea Sandra na kumtizama juu mpaka chini, huku akimuuliza kama alikuwa salama. Hakujeruhiwa na chochote. Kwani kuna nini kinaendelea? Sandra alihoji, lakini Mr. J alimshika mkono na kuanza kukimbia naye kuelekea kwenye lifti ili kupanda juu ya ghorofa, ambapo kulikuwa na helikopta yake aliyozoea kufika nayo mara kwa mara. Sandra alikuwa akienda tu bila kujua shida ilikuwa ni nini. Walifika mpaka katika lifti na kujipakia, ambapo iliyopeleka mpaka ghorofa ya juu kabisa. Taratibu lifti ilifunguka, lakini wakati wanataka kushuka huku wameshikana mikono, Amanda na rafiki yake pia walikuwa wanataka kupanda, hivyo wakagongana uso kwa uso. Mr. J alihisi kama mpigwa shoti kumwona Amanda, mwanamke ambaye alikuwa kidhani ni marehemu. Lakini pia Amanda alishangaa, maana hakutegemea kuonana na Mr. J mapema hivyo. Kila mtu alijikuta akimtizama mwenzake mpaka hata Sandra alishangaa na kujiuliza kama watu hao walikuwa wakifahamiana au la. Naam, msikilizaji, nini kitaendelea? Nini kitajiri? Tukutane katika sehemu ijayo. Bye bye kwa sasa.